ninawang'oa kwenye nafasi yangu, na waondoa kwenye shamba langu, kwenye migodi yangu, na waondoa, na waondoa, na waondoa, na waondoa, na waondoa. Naomba uchukue ule udongo, shika huo udongo wako, shika huo udongo. Nataka tuusemeshe, nataka tuusemeshe, nataka tuusemeshe kila kitu, mipaka ambayo wameweka. Sikiliza, haya maombi ni maombi ambayo yanakuzuia usiingie na yanakuzuia usitoke. Ukiwa umeshika huo udongo, manake unashughulikia roho inayokufanya usiingie au usitoke. Kuna madhabahu inayokuzuia usiingie au usitoke. Ndio maana kilichowatoa wana wa Israeli Misri ilikuwa ni agano. Mungu akakumbuka agano la Ibrahim, Isaka na Yakobo. Lile agano likawatoa, lile agano likawaingiza. Sasa shika ule udongo, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimeshika udongo, na huu udongo kuna watu walio hapa. Kwanza nisitoke mahali nipo, na jambo la pili nisiingie mahali ninatakiwa nikae. Leo hii ninausemesha huu udongo, ewe udongo, ewe udongo, ewe udongo, wewe ni mtu na unasikia, kwa sababu mimi natokana na udongo. Kwa hiyo mnahusika kunifunga ili nisitoke. Leo ewe udongo, na kusemesha unanizuia nisitoke kwenye haya maisha, kwa sababu umepokea damu ya kunizuia, umepokea sadaka ya kunizuia, na kule nimepangiwa mnanizuia nisiingie. Naomba ukae kwanza, kaa kwenye kiti. Isaya 29. Nisikilize, Isaya 29. Shika udongo wako, we nisikilize tu. Tumekuja kuomba. Una haraka? Una haraka? Tumekuja kuomba. Isaya 29 mstari wa 3 na wa 4. Nami nitapiga kinu juu yake pande zote, nitakuhusuru kwa ngome, nami nitajenga maboma ya kuzunguke. Mstari wa 4. Nawe utashushwa, nawe utanena toka chini ya nchi, na maneno yako yatakuwa chini toka mavumbini. Sikiliza, maneno yako yatakuwa chini toka mavumbini. Nilizungumza taifa la kwanza Waiti, taifa la pili
wanaitwa Wagergashi. Hawa Wagergashi wamebeba roho ya kurudi nyuma, roho ya kurudi nyuma, lakini pia ni roho inayokaa kwenye udongo, roho inayokaa kwenye matope, roho ambayo inakuondoa kwenye eneo lako. Hawa Wagergashi, Wagergashi walikuwa watu wenye nguvu, walikuwa watu ambao hata Mungu mwenyewe waliwahi muondoa Yesu, wakamwambia Yesu, utoke kwetu. Walimshangilia ila wakamwambia utoke kwetu. Naomba usikilize. Nawe utashushwa, nawe utanena toka chini ya nchi, na maneno yako yatakuwa chini toka mavumbini, na sauti yako itakuwa kama sauti ya mtu mwenye pepo ikitoka katika nchi, na matamko yako yatanong'ona toka mavumbini. Matamko yako, shika udongo. Unayo sauti kwenye eneo lako, matamko yako yanayo nguvu. Shamba la kwako huvuni, nyumba ya kwako umepangiwa katika ulimwengu wa roho na aina ya watu ambao hawataki uendelee. Wananong'ona, sauti yako haina mamlaka, sauti yako haina mamlaka, haina uwezo. Sauti inanong'ona, unasema kwa huruma, iko siku nitajenga. Hapana, wanaonekana kama mtu mwenye pepo, tena wanakuona umechanganyikiwa, maana kile unachokisema hakuna namna itatokea, maana wanajua hali ya kwenu. Wale vijana wa Mererani niliwaambia nitawatia mafuta ya pembe, wamekuja. Mmekuja? Kama wamekuja, naomba muwe karibu karibu. Nataka niwatie mafuta ya pembe, tuwatie mafuta, watununulie vyombo vya bilioni 1 wakipata hela. Bilioni 1. Na hiyo bilioni 1 mtaniletea mimi, nitaisimamia vyombo. Maana tunataka tuwe na helikopta. Kuna helikopta shingapi ya kwenda helikopta ya kuhubiri injili, alafu inaandikwaje? Huduma ya Radio Safina, chemchemi ya maji ya uzima, helikopta. Hawa Wagergashi wana akili ya matope matope. Sisi tunataka tuwe wale wa Wakolosai 1, Wakolosai 3, 1, 2 na 3, kwamba yatafakarini yaliyo juu. Sisi tutatafakari yaliyo juu, wakati wengine wanasubiria tutaendaje, tutanunua helikopta. Nasema ni ndoto yangu, ndoto ya dokta kuwa na helikopta. Unashuka kwenye helikopta ya Safina, tunamwajiri rubani, alafu kwa siku moja unafanya mikutano 7. Kitoka hapa unaenda una nani tu, au tujazie, au tuombe jeshi litupe helikopta yake, tuhubiri pamoja, tupigane vita ya anga pamoja. Haiwezekani. Kwani si jeshi letu wanatupa helikopta? Bendera ya Yesu ya Tanzania ya Yesu na ya Tanzania, tunasaidiana.
imekuja saa hii. Nyinyi mtakuwa matajiri, mtakuwa matajiri, mtakuwa matajiri. Mkikuwa matajiri, hela tutafanyia nini? Mwambie mwenzako injili. Nilikuwa wapi? Nimesahau. Nilikuwa kipengele gani? Mnikumbushe, nimekumbushe. Kipengele gani? Udongo. Udongo. Udongo unaweza kusemeshwa. Usiwe na uhalali wa matamko. Wakasema umemwagika wa kwangu, ndio wamwagike hivyo hivyo. Mimi sina ndogo. Ukipasuka nimewapasua. Nikiufunga ni kama nimefunga, nimewafunga. Mimi sina ndogo. Kwa hiyo hakuna kitu kimefaulu hapo. Unakaa hapa. Ulikuwa wapi saa zote? Nyechekeni. Anasema nawe utashushwa. Anasema nawe utanena toka chini ya nchi, na maneno yako yatakuwa chini toka mavumbini. Yani unaongea. Anakuambia huyu anaongea nini huyu? Kila ukinena, na mimi naongea na huu udongo. Waliojenga madhabahu kwenye nyumba yako wakasema unawaza utajiri, hautatoka. Eti nasikia sauti inasema umejuaje? Umejuaje? Tumemfunga asifanye biashara. Tumemfunga asitoke hapa, asitoke hapa, asitoke hapa, asitoke hapa. Chekeni. Mnataka baadaye niombe hela. Anayefanya kazi madhabahuni anakula madhabahuni. Ni Biblia inasema. Mimi hata sina uoga. Nife njaa, muniseme baadaye nikiwaomba. Na tabia kunisema na karibia kutajirika. Ngoja tuanzie hapa. Kwa nini ameleta udongo? Unataka nini? Unataka nini? Utazaa unifanya nini? Nimetoa sadaka milioni 150. Ndio sadaka? Hiyo milioni 1 ndio kubwa. Una hasira? Ninaingia kwenye hiyo boma. Ninaingia kwenye hiyo biashara. Ninaingia kwenye hiyo nyumba yake. Ninabomoa hiyo madhabahu. Pasua. Nasikia sauti inasema tumemfunga asitoke mahali alipo. Ndio maana sauti yake haisikilizwe na mke wake na mme wake, wala hana sauti. Huyo hapo. Mwingine. Huyo hapo. Huyo hapo. Toa hii. Toeni hii. Toa hii. Toa hii. Huyo anasema, wanasema hivi, sikiliza. Naona udongo umejengewa madhabahu 7. Udongo wa mtu umejengewa madhabahu 7. Na hiyo madhabahu 7 sio madhabahu ya wewe kuinuka, ni madhabahu ya kufa, kwamba hawataki uishi, hawataki uishi. Maana unayo nyota kubwa, maana unayo nyota kubwa. Ninausemesha huo udongo, ni majira yako ya kutoka. Unanong'ona, hakuna anayekusikiliza. Wamenyamazisha sauti yako kupitia udongo. Kuna mtu mmoja alitakiwa kuwa tajiri mkubwa. Sauti inasema tumemfunga kwenye eneo lake mwenyewe.
tumemtoa sadaka na tukafunga kwenye eneo lake mwenyewe, maana ana nyota ya msaada ya yeye ni nabii kwenye familia yake, na unabii huo alionao tumezuia eneo lake, tumefunga kwenye eneo lake. Tumemfunga kwenye eneo lake. Wagirigashi mnawashikilia watu kwenye udongo, kwenye matope, kwenye udongo, kwenye matope, mnazuia wasiingie, mnazuia wasitoke. Kuna familia moja anasema hivi, mtumishi, na hata kwetu tumefungwa na hiyo roho ya mataifa saba, ndio maana ni maskini. Umaskini huo Mungu hajaleta, huo umaskini Mungu hajaleta, ni wa kichawi. Baada ya maombi, kuna watu wenye uwezo watakutafuta, watataka wajiunganishe na wewe, maana kupitia wewe watafanikiwa. Yuko wapi huyo? Yuko wapi huyo? Pesa huyo. Ni saa ya kukombolewa, ni saa ya kukombolewa. Eti sauti inasema tuachie tutafilisika, tuachie tutafilisika, tuachie tutafilisika. Wakati usiku naomba, nililetewa mtu aliyeomba kwa miaka mingi. Nililetewa mtu aliyeomba kwa miaka mingi. Huyo mtu aliyeomba kwa miaka mingi, aliyeomba kwa miaka mingi, sauti ilimwambia saa yako ya kutoka imefika, lakini tunakuzuia usiende. Lakini umefaulu, umekuja, umefaulu, umekuja. Leo ni zamu yako. Yuko wapi huyo? Na usemesha udongo, na usemesha udongo, na usemesha udongo, na usemesha, na usemesha. Mwingine wamezika, wamechimba kaburi lake kwenye eneo lake, kwenye eneo lake, kwenye eneo lake, kwenye eneo lake, na ana hasira, na ana uchongo, na ana hasira, na ana uchongo, na ana hasira, na ana uchongo. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Amekamatwa kwenye eneo, amekamatwa kwenye eneo, amekamatwa kwenye eneo. Naona watu wa hatima wanazuiwa wasikufikie. Si kwamba wana shida na wewe, wana shida, madhabahu iko kwenye eneo, madhabahu iko kwenye eneo lako. Wanapokuja kukusaidia wanazuiwa, 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 wanazuiwa. Ninausemesha, naisemesha eneo lako, nasemesha, 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 nasemesha. Achia, 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 achia nyota, achia utajiri, achia, achia, achia. Sikiliza, sikiliza. Nitafutie ule mstari. Paulo anasema tulipotaka kuja kwenu mara ya kwanza, mara ya pili, shetani akatuzuia. Mazingira yalimzuia. Paulo ni mti wa mafuta, lakini shetani akamzuia. Kuna watu wanazuiliwa wanapotaka kuja kwako, kwa sababu kuna madhabahu kwenye eneo la nyumba yako, eneo la biashara yako. Kuna wateja wako wameondolewa kwenye
kwenye maisha yako. Kuna watu wameondolewa kwenye maisha yako kwa sababu shetani amesimama mbele yako. Shika huo udongo, semesha, semesha, semesha. Watesalonike wa kwanza 2:18. Watesalonike wa kwanza, kwani hapa niko wapi? Watesalonike wa kwanza hapa anasema, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, shetani akatuzuia. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si ninyi mbele za Bwana wetu wakati wa kuja kwake? Maana ninyi utukufu wetu na furaha yetu. Naomba usikilize, ninyi hapa ndio furaha yetu, ndio fahari yetu. Ikiwa adui atawatesa, ikiwa adui atawakandamiza, hatuna maana yoyote. Ikiwa hautabadilika, hatuna maana yoyote. Ni sharti utoke kwenye hiyo hali unayopitia. Ni lazima utoke. Na tripu hii tuko kwenye Agano Jipya. Hatuzuiliki. Kuna mtu amezikwa jina lake, jina limezikwa kwenye eneo lake na ikatolewa sadaka, tena sadaka ya damu. Eti wanasema, kwa nini unaongea? 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 Nikitoa hii kwa sababu sauti haipo. Nikitoa hiyo ujue sauti haipo. Achia. Waliokamata nyota yako, nyota ya jina lako, 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 nyota ya jina lako. Eti wanasema tumezika kwenye kaburi la mtu aliyekufa siku 7. Njoo. Pesa huyo. Achia. Kuna mwingine safari yake inazuiwa, anaenda anarudi. Kule ndo kuna baraka yako. Yuko wapi huyo? Funguliwa miguu yake. Achia. Ninakataa. Sauti inasema hatumwachii. Huyu ndo kiti chetu. Lakini nasikia sauti inasema tumekamata watu wenye uwezo wa kusaidia familia zao. Tumekamata watu wenye uwezo wa kubadilisha familia zao. Tumekamata watu wenye uwezo wa kusaidia familia zao. Kwa nini unausemesha udongo? Wao ni nyota, wao ni msaada kwenye familia. Wao wanaondoa umaskini, wao wanaondoa laana, wao wanaondoa mikosi. Kwa nini unawasaidia? Roho ya nyoka, achia udongo ule umeza, ule ukula. Achia. Watu wenye msaada, watu wakubwa waliobeba fahari kubwa, waliobeba fahari ya kusaidia familia, waliobeba fahari. Huyo mama, huyo hapa. Mwachieni huyo mama. Tembea, inuka, tembea. Pesa njia. Bado
wanasema kwa nini ni msaada kwenye familia, alafu ni manabii, alafu wanatukanwa. Unaambiwa unaomba, mbona hali haibadilike? Saa imefika, saa imefika, saa imefika, saa imefika ya kubadilisha maisha. Saa imefika. Ninakataa. Naona manabii wakubwa ambao wana neno la kimamlaka kwenye vinywa vyao. Sauti inasema haitawezekana, haitawezekana. Kuna mama ni msaada wa mume wake, lakini wamefarakanishwa, Sauti inasema huyu mama ni nyota ya mume, nyota ya mume. Kimbia, 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 kimbia. Wape njia. Fire! Fire! Achia! 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 Nipe kitamba. Sikiliza. Kuna dada mmoja amefungwa na baba yake. Baba yake anaenda kwa waganga, na wewe una utumishi ndani yako, na wewe una utumishi mkubwa ndani yako, na baba yako ameenda kwa nia njema tu, alienda kwa nia njema tu, alienda kwa nia njema, lakini mganga akaona nyota yake, nyota yako ikuglikopwa, nyota yako inang'aa, nyota yako inang'aa, nyota yako inang'aa, yuko pale mwisho. Njoo, kimbia, 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 achia, achia. Nasikia nyota yake tumeichukua kupitia baba yake, 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 kupitia baba yake. Kwa nini baba? Kwa sababu baba ni damu yako, ni damu yako, ni damu yako, ni damu yako, ni damu yako. Wamezika kitovu chako kwenye eneo ulilozaliwa, pale umezaliwa, pale umezaliwa. Achia, achia. Usimfanyie hivyo, usimfanyie hivyo. Hajapenda. Watu ambao ni watumishi ndani ya familia yao, alafu wamefungwa kwenye udongo, wamefungwa kwenye udongo, wamefungwa kwenye udongo, wamefungwa kwenye udongo. Hawaruhusiwi kuamua, hawaruhusiwi kuwa na sauti, hawaruhusiwi kuzimu. Achia watu kuzimu, achia watu kuzimu, achia watu kuzimu, achia watu. Eti wanasema huyu hatumwachi, ni mkubwa na atakuwa tajiri mkubwa baada ya miaka mitatu, baada ya miaka mitatu, baada ya miaka mitatu. Eti hatumwachi, yeye ni tajiri mkubwa kwenye familia yao na ataleta ukombozi wa kiuchumi. Eti wataleta ukombozi wa kiuchumi. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Achia. Wewe, 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 achia. 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 Nasikia sauti inasema kutoka mbali, nimechoka na hii hali. Mungu anione. Amekuona. Huyo aliyekukalisha anakuachia sahi, anakuachia sahi. Haivumiliki wa moto. Huyo hapo. Wape njia, pisha. Tembea, tembea. Ninaamuru tembea. Ninaamuru tembea. Ninaamuru tembea. Tembea.
kemea wanaozuia mipaka yako. Sema kwa jina la Yesu. Amosi sura ya 3 mstari wa 11. Atakuwepo adui kuizunguka nchi pande zote. Jambo la kwanza, adui huizunguka nchi pande zote. Nchi ni mipaka yako. Adui ndio anayejenga ukuta wa kukuzuia. Amosi 3. Amosi 3. Amosi 3 mstari wa 11. Anasema, basi haya ndio asemayo Bwana Mungu, atakuwako adui kuizunguka nchi pande zote. Alafu 1, naye atazishusha chini nguvu zako zikutoke, na majumba yako yatatekwa nyara. Naomba usikilize. Jambo la kwanza, adui anapoteka eneo lako, adui anapochukua udongo wako, jambo la kwanza anaizingira. Jambo la pili, anashusha nguvu zako za kifedha, anashusha nguvu zako za biashara, anashusha nguvu zako, uwezo wa nyota yako anaishusha, alafu anateka nyara mwili wako, alafu usiendelee. Nami naongea na huo udongo, ninaongea na huo udongo ambao ni chanzo cha adui kujenga ngome. Achia, achia, ewe adui, achia. Sema achia, sema achia, sema achia, sema achia. Mapepo, shika udongo, nyosha mkono wako huko mbele, tuwafungue hawa. Nyosha udongo wako huku madhabahuni, sema tunawakomboa. Mara ya kwanza, mara ya kwanza, ewe inchi, inchi, lisikie neno la Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, leo andikeni habari ya huyo mtu, atafanikiwa. Sema naandika, sema naandika. Amkeni, amkeni mkashike, tunarudi vitani. Tuendeni vitani, ukishinda tunarudi. Dada amka, tunarudi vitani. Shika udongo, tunarudi vitani. Shika huo udongo. Amosi 3:11 inasema, atakuwako adui kuizunguka nchi pande zote. Wangapi ambao biashara yao imezingirwa? Wangapi wana nyumba za kujenga ya wapangaji haina wateja? Unafikiri nini kilifanyika? Walifunga hapo, walifunga hapo. Wangapi wana biashara na wana mtaji mkubwa, lakini hakuna kitu kinaendelea, hakuna kitu chochote kinachoendelea? Wangapi wamejenga lakini nyumba haina amani? Na usemesha huo udongo. Ninaona wale ambao wamechoka, Mungu anawapa furaha, Mungu anawapa furaha. Dada mmoja alinishuhudia kule Mererani. Alikuja hapa, ushuhuda wake, akiwa amechoka na kukata tamaa na ana msongo wa mawazo. Akaja, hakuja maombi, alikuja kutuchunguza kwamba hawa watajaa kwenye vipimo vyangu vya kimungu. Akakaa kule mwisho. Ukisema hivi, yeye amekodoa macho, anaangalia huyu mtumishi anaombaji. Akasema mwisho wa ibada
Mimi nikawa mwisho kutoa sadaka, maana hata sadaka sikutaka nitangulie. Nikawa mwisho, nilipoelewa nikaja kutoa sadaka, akarudi Mererani. Wakati huo mume amemwacha. Nafikiri alikuwa na watoto wawili. Mume amemwacha. Hana maisha. Hana uwezo. Amechoka, alikuja akilia. Biashara kubwa sasa anayo. Mekamwacha kajenga nyumba kubwa. Gari la maana. Biashara ya maana. Kila kitu. Anasema hivi, Mungu amenifutia aibu. Nilianza na mtaji mdogo wa 500,000. Akiwa amechoka. Leo mimi kuna tangazo la mkurugenzi mama yetu Helen Lema. Sijajua mnamsikilizaje, ila alisema kuna neno alisema, ila naomba kwa tafsiri yangu nyewe mtaenda kufuatilia zile jingo zake. Alizungumza kuimarisha imani, sio kuongezewa imani. Yaani ile jingo yake aliyoisema ni ya kiwango cha watumishi, kwamba unapotendewa wewe, imani ya mtumishi inaimarika. Imani yenyewe inaimarikaje? Imani inaimarika kwamba inawezekana. Msimzuie anipe. Kwani hao wote hawajaona? Mbona wako wengi hawanipi? Mbona wako wengi na hawanipi, wananiangalia na natoka na jasho? Siweke hata hapa nikisahau, taona aibu. Nilikuwa wapi? Sijasahau. Vile unatendewa imani ya mtumishi. Mimi imani yangu tayari, msilete, mtakataa. Imani yangu ikajengeka kwa sababu alikuja, nilimwombea mwenyewe, alikuja akilia. Leo ana furaha. Leo anafurahia maisha. Leo anafurahia uchumi. Weka hapo mama. Weka hapo. Weka. Leo anafurahia uchumi. Leo anafurahia maisha. Sikiliza. Hata kama leo unalia, kesho hautalia. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Yakobo. Akitoka analia, ana njaa, hana mavazi, anamkimbia Esau ndugu yake. Anafika njiani amechoka, amekata tamaa. Akafika mahali akalala. Akafika mahali alipolala akaota ndoto. Pale alipolala, kumbe Ibrahimu aliwahi jenga madhabahu pale. Mungu wa eneo lile akazungumza na Yakobo, akamwambia, nchi hii ulalayo nitakupa wewe na uzao wako. Pale alilala. Pale alilala. Pale unalala, panaamua maisha yako. Pale unafanya biashara, panaamua maisha yako. Pale unalima, panaamua maisha yako. Pale umejenga nyumba yako, panaamua maisha yako yaweje. Kwa nini yaamue? Kwa sababu kuna watu waliojenga madhabahu itakayoamua maisha yako kwenye eneo. Yakobo Mwanzo ngapi? Mwanzo 28:12. Mwanzo kuanzia 12. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua ilikuwa limekuchwa.
akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Pale pale. Pale ulipo ndo panaamua. Nataka niwaambie leo, mahali ulipo ndo kuna hatima yako ipo. Mahali ulipo, kama mahali ulipo hatima yako haipo, hauna maana yoyote ya kuwa kwenye hiyo eneo. Pale pale amechoka, lakini Mungu anamtokea pale pale amelala. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, sio juu ya watu. Ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Shika udongo wako, sema nasimamisha ngazi juu ya nyumba yangu. Juu ya nyumba yangu. Sema nasimamisha ngazi. Weka udongo chini ya miguu yako. Sema nasimamisha ngazi. Hebu weka chini ya miguu yako udongo, nini kitatokea? Ngoja tujaribishe. Kuna kitu kitatokea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ndio hiyo. Wanaozuia ngazi isisimamishwe kwao, ya mawasiliano ya kimbingu. Wanaozuia ndio. Mwingine anaambiwa, wewe mbona hauna uwezo? Si utakufa? Utakufa. Labda hatuna Mungu aliye hai. Hautakufa. Labda hatuna Mungu aliye hai. Hautakufa. Na hiyo vita imeisha. Hata kama waliokuzingira wanagova kupita wewe, Mungu amekupa nguvu. Weka tu mikono yako hapo. Funga macho. Ngazi imesimamishwa. Ile ngazi, malaika walipanda na kushuka ili kumwambia Yakobo, wewe ni nani? Udongo huo, ngazi hiyo unayoisimamisha leo, ndio inaamua ilete taarifa. Na mimi naamuru malaika wapande na kushuka, wakuambie wewe ni nani. Wakuambie wewe ni nani. Hata kama imani yako ni ndogo, hata kama leo hauna kitu, hata kama leo hauna uwezo, hata kama leo umechoka, hata kama leo umekata tamaa, hata kama leo hauna kazi, hata kama leo umechoka, inuka. Yakobo akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe. Unajua kwa nini umiliki? Unajua kwa nini ujenge? Babu zako wa kichawi wanakutokea kwenye ndoto. Bibi zako wanakutokea kwenye ndoto. Wanakuambia hautajenga hapo, hautajenga hapo. Ndoto unazoota kwenye eneo ndio dalili ya madhabahu kwenye hilo eneo. Mungu akajitambulisha, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka. Nchi hii nitakupa. Shika udongo. Nchi hii kupewa nitakupa, maana yake ni nini? Hivi ni nini? Nipe. Umefanyaje? Umenipa. Mbadilishe mwenzako udongo. Badilishane. Mbadilishe. Kila mtu ashike udongo wa mwenzake.
alafu mwambie utamrudishia wa kwake, alafu mwambie nchi hiyo nimekupa. Mwambie nimekupa, 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 nimekupa, nimekupa. Unapewa, 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 unapewa kumiliki rasmi, unapewa kumiliki rasmi, unapewa rasmi. Ili mjue hilo eneo sio ya kwako, angalia kilichotokea. Ili ujue hayo maeneo sio ya kwako, hujapewa. Naombeaga udongo, ila ufunuo huu Mungu aliniambia usitoke nje hapo. Huwezi ondoa mataifa 7, huwezi ng'oa mataifa 7 ikiwa haujashughulikia udongo au nchi yao kisawasawa. Rudisha tena, mpe tena rafiki yako, jirani yako. Huyo sio rafiki, ni jirani. Huyo ni jirani yako. Jirani unapewa na Mungu, rafiki unamchagua. Mungu hakuchagulii rafiki, wewe ndio unachagua nini. Jirani umemchagua, umemchagua jirani, mlipanga kwa naye hapo, ni Mungu amekuletea. Mpe jirani, mwambie jirani, chukua udongo. Sasa sikiliza, nataka kila mtu awe na matamko yenye mamlaka. Alafu nataka wewe leo umfungue rafiki yako, umfungue jirani yako. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Nataka leo umfungue jirani yako. Asipofunguka kuna shida mahali, kuna shida. Mwambie jirani yangu, nimekurudishia huu udongo, nimekupa. Mwambie nimekupa, nenda kamiliki, nenda katawale, nimekupa. Endelea kusema, endelea. Ndio, 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 ndio. Watu wanapewa, watu wanapewa rasmi, watu wanapewa rasmi, watu wanapewa rasmi, watu wanapewa rasmi, wanapewa maeneo yao. Pokea matamko yenye mamlaka, pokea, pokea, pokea. Nasikia sauti inasema tumechinja madume 7 kwenye hii eneo. Haiwezekani achukue, haiwezekani achukue. Wamekufunga hapo kwenye hilo eneo na wamechinja dume 7, wamechinja dume 7. Haya, yuko wapi huyo? Huyo lazima akombolewe. Huyo, huyo, huyo. Tunapeleka damu ya Yesu, tunapeleka damu ya Yesu hapo, 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 hapo. Mimi mniue? Ningesha kufa siku nyingi. Sipo. Mimi najidai. Najidai. Sipo. Unahisi wewe ndio wa kwanza kunitishia hivyo? Wapo. Hauniko. Sasa tupambane. Nipe pembe yangu. Nipe pembe. Nimeweka kama mafuta. Anasemaje? Nimekuja. Nimekuja. Nikuache? Kijijini wapi? Kijijini. Wapi? Unataka nini? Wapi? Wamenichinjia kwenye madhabahu. Madhabahu wamenichinjia ng'ombe. Kwa hiyo nitakuwa mimi ninamuua huyu binti na wewe. Sifi mimi, huyu afi. Ninaenda kijijini. Nimeenda kijijini kwao. Nimeenda kijijini kwao. Nimeenda kijijini kwao. Nimeenda huko. Nimeenda kwenye hiyo anga. Ninaiteka mateka hiyo anga. Na ninaingia kwenye kijiji chenu wa uchawi na uganga. Kwenye anga ya kwenu. Ninauya Yesu.
Umeona wamechinja ng'ombe 7 alafu waniue mimi, yaani mimi nife? Sipo mimi, sipo siku nyingi. Ningekuepo ngenimaliza, lakini sipo. Hakuna mtego mimi unaonipata, hakuna mtego wowote. Jaribisha wewe uone kama hujamnasa ndugu yako. Na kwa muoga mpaka lini? Haya maisha ya uoga. Kama anasema ataniua, si tupambane tufe mbele ya kazi. Sasa hutaki kufa, hutaki kupigana, na ni maskini, huna hela. Sasa si ufe watu wapate mitaji. Vita hutaki, kuomba hutaki, unaogopa kupigwa vita. Wewe maiti inasema wewe ni nani? Nani imani yake inapanda? Kuna mtu kaka, imani inapanda, imani inapanda, imani inapanda, imani inapanda, imani inapanda, imani inapanda. Hiyo imani haitaishia kwako, itaishia kwenu, itavuka mipaka. Yesu akasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Mwambie mwenzako tunavuka ng'ambo. Nilikuwa nawasahaulisha, akili itoke kwenye hela, ibaki kwangu tu. Wewe usije ukajaribu, usijaribu. Hii kitu niachie mimi. Watumishi, unajua kule kijijini kule ndo kuna kuaga na madhabahu, kuna kuaga na babu anakaa, na ule babu akikaa akitoa sadaka anasema huyu hawezi endelea. Sikiliza hiyo sauti ya huyo babu naisikia. Eti anasema wewe kama ni damu yangu kweli hautawahi fanikiwa, maana hunisikilizi. Nyamaza. Anasemaje? Watu wote watafia kwao. Eti watakufa nje ya nchi. Watafia. Hawata. Hii nayo ni mpya. Hii nayo ni mpya. Hii nayo ni mpya. Hivi umeelewa? Lakini eti hawatazika. Nipe kombora. Hii ni pembe. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho. Kufeni. Mwache alale. Mlazeni hapo alale. Alale. Mfunike. Apumzike. Hii safari sio ndogo. Hiyo sasa fikiria vitu tunapigana. Fikiria wanasema hawatazika. Manake watazikwa na watu wengine. Shida yangu sio kuzikwa. Wana uwezo, hawana uwezo, hawana utajiri. Ni zamu yako ya Mungu kukutajirisha. Ni zamu yako ya kuinuka. Ni zamu yako ya kuinuka.
Ni zamu yako ya kuweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Ni zamu yako, ni zamu yako, ni zamu yako. Nyota yako ikupiganie. Sema nyota yangu itanipigania. Sema nyota yangu itanipigania. Nyosha mikono huku mbele. Baba, haya ni mafuta. Naomba roho ya kuang'oa wa mataifa 7 iwe kwenye haya mafuta. Roho ya kung'oa mataifa 7. Pokea mafuta. Ewe mafuta, pokea roho ya Mungu. Sikiliza, naomba ukae. Angalia maisha ya watu wanayoishi. Angalia haya mataifa wanachofanya. Yakobo anaambiwa, nchi hii uilalayo nitakupa wewe. Alafu nitakupa wewe. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Nawe utaenea upande wa magharibi, mashariki. Sema nitaenea. Magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sema napokea nyota ya Yakobo. Sema napokea nyota ya Yakobo. Leo gojeni niwaambie kitu changu ambacho hamkijui. Mimi ninataka wale watu ambao wamechoka kabisa, wale wanaosema mtumishi, mimi nimechoka kabisa, yule ambaye wanakuona ufai, wanakuona unazaraulika, wanakuona huna maana, wamekuona takataka, wanakuona ufai, kila mtu, yani kila kitu. Ninaposema mimi nilikuwa hiyo miongoni. Ninaposema mimi nilikuwa miongoni. Kuna kipindi kitu kikipotea wanasema nimechukua mimi. Chochote kikipotea ni mimi. Dada mmoja nilikuwa nakaa kwake na anafanya biashara yake, ameniajiri. Siku moja nilienda kuchukua, kumbe ni hela, mimi sikujua ni hela, iko kwenye bahasha. Nikakaa kwenye haisi nyuma, ile bahasha nikaacha. Akaniambia, umechukua hiyo hela, ilikuwa 100,000 na umeenda kusomesha wadogo zako. Akaninyang'anya funguo zake, akaenda kubadilisha vitasa vyote vya nyumba, kuonyesha huaminiki, kuonyesha unaponiona hapa ninajua ninaposema utainuka. Dr. Daniel Lema na mke wake, hao watu ni mashujaa wangu. Hao watu hata iweje siwezi acha kuwapenda. Na sio unafiki, ongea unavyoongea, nitawapenda. Nani atokee aone ulicho nacho ndani yako, wakaona nilicho nacho ndani. Nilikuja hapa Safina, nilikuwa nalala kanisani, sina hata pa kukaa. Ninapoongea hapa kwamba Mungu atakuinua, ninamaanisha, maana najua anainuaga. Mimi sishuhudii ushuhuda mwingine, wa kwangu unatosha kuinua maisha yako, kubadilisha maisha yako.
Pascal nini? Pascal nini? Nimempaka wangapi? Acha uongo basi. Acha uongo. Nimempaka wapi mafuta? Sikiliza. Baada ya miaka kadhaa Mungu atakuinua. Niliwahi enda miaka ya nyuma sana kule Kilimanjaro, kule Himo. Nilikuwa na kongamano la vijana. Akaja kijana mmoja akaniambia, kaka, maisha yangu ni mabaya. Maisha yangu ni mabaya. Kwetu nategemea. Nikachukua maji, nikamnawisha mikono yake. Akaondoka. Baada ya miaka 7 tumekutana, anaendesha ile gari napenda. Ile gari napenda. Wale ambao mnanitukana, maana wananisikiliza wengine. Mmoja akasema sijui nini, ana akili. Kwani gari nini? Hiyo V8 ni nini? Na nitaendesha nikiwa na nguvu. Ngoja nisitabiri. Maana unaweza tabiri katokea. Nikakutana, anasema, mimi ni yule kijana uliyeniambia mtumishi utainuka. Mimi ni yule, na ndiye ninavyokuona wewe, vile Mungu atakuinua. Inuka! 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 Nikiwa juu ya madhabahu, na nikiwa juu ya madhabahu iliyobeba historia ya kuinua wengi. Na wewe inuka! Na wewe inuka! Na wewe inuka! Na wewe inuka! 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 Utainuka. Yakobo akaambiwa, nchi unailala nimekupa wewe Yakobo. Unapewa, umekimbia, alafu Mungu anakutokea kwenye shida yako. Utawaacha ndugu zako, rafiki zako, utamwacha mume wako, atakuacha mke, atakuacha watoto, watakuacha kwenye hiyo shida yako. Ila kuna yuko Mungu, yuko mzee wa siku, huyo anaenda na wewe. Huyo anasema, mwanangu njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Yesu aliona mbali, watawakataa. Yesu aliona mbali, watawatenga. Yesu aliona mbali, lakini ashukuriwe. Sasa atakuinua, amekuinua. Imani inajengeka. Imani inajengeka. Imani inajengeka. Utainuka. Utaendesha kama maisha ni gari, utaendesha. Kama maisha ni magorofa, na utakaa. Utakaa. Kama una nyumba moja, uongezewe ya pili, ya pili, ya pili. Hivi haya maneno yanaishia hapa? Utaenda nayo? Naomba uende nayo. Yakobo akaambiwa, hii nchi nitakupa wewe. Hii nchi nitakupa. Mwambie mwenzako, utapewa. Yule dada wa Mererani aliandika ajenge nyumba, anunue gari. Anasema, mtumishi, mimi nilikuwa wa kwanza kununua aina fulani ya gari. Arusha alikuwa matatu, Muhindi mmoja na mimi watatu. Utaniambia nini? Alikuwa hana kitu, wewe uko na mimi. Alikuwa hana kitu. Mungu akikufungua anakupa na ufunuo. Ufunuo wa namna ya kupata kile ambacho unatakiwa uwe nacho.
ukifunguliwa, Samueli, nisikilize, nije hapa. Ufunuo ukifunguliwa na huna ufunuo, huna tofauti na aliyefungwa. Ni lazima ufanyaje? Ufunguliwe na uwe na ufunuo. Ufunuo ni upi? Nataka nilime eka 100, eka 200. Wewe una akili? Kama sadaka ni rahisi, hebu na wewe itisha kama utapewa. Hii haitoki kawaida. Hii haitokagi kawaida. Nashukuru bwana. Ningepata wapi? Nashukuru. Kama wewe pia unanipa, basi anga yangu imefunguka. Samuel, lini wewe umewahi nipa hela? Sema ukweli. Sema mbele ya watu hapa. Sema hajawahi nipa. Hajawahi nipa. Ila leo kanipa. Sasa ngoja, baada ya muda kadhaa, naomba huo ushuhuda usiunyamazie. Mungu atakutendea eti. Hata kama nacheka, Mungu atakutendea eti. Mungu atakutendea eti. Paka watashangaa. Umefikia wapi? Mimi sipo huko. Nyie endeleeni. Kazi iendelee. Yakobo akaambiwa, hii nchi nitakupa, utapewa. Hata kama mama Skola yuko. Mama Skola, njoo. Njoo. Nisameheni. Mama Skola, kimbia basi. Unajua nimejikuta nimetaja jina, nisamehe. Ngoja rudi, shikeni hiyo sadaka, endelea kuombea. Unamjua Pascali? Amina. Hebu eleza historia ya Pascali kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Pascali mimi namjua tangia akiwa mtoto. Tulikuwa tunafanya wote biashara karibu. Alikuwa ameajiriwa na mdada mmoja. Kwa kweli alikuwa anapita maisha ambaye, yani mimi kama mama, maana tayari nilikuwa nimeshakuwa mama, yalikuwa yananiumiza. Lakini ashukuriwe Mungu. Yani sijui nisemeje. 2008. Leo nakuhubiria. Leo namshukuru Mungu sana, yani sijui ni hadisieje. Ukiniona mimi namuona Mungu anayefanya kazi ndani yake. Mungu ni mwaminifu. Huyu ndo alikuwa jirani yangu pale nauza. Anaona. Siku nyingine nawafuata, kuna siku wateja hawapo, nikashusha bei ya simenti ili niongeze ili wateja waje. Leo namhubiria. Tulikuwa tunafanya naye biashara na yeye anafanya ya kwake. Leo namhubiria. Kwa nini huyu Mungu asibadilishe wewe? Kwa nini asibadilishe? Kwa nini na wewe asikubadilishe? Kwa nini wewe usibadilike? Kwa nini? Kama kuna Mungu anabadilika. Mimi ushuhuda watu wengine huwa siwaamini. Wa kwangu 2008, wa kwangu bado huoni Mungu anakutoa? Bado huoni? Bado huoni? Bado huoni? Bado huoni?